Okay, welcome back. This is Basic Mathematics for Form 1, and today we are still proceeding with coordinate geometry, and the subtopic of today is gradient. Remember, the last time we discussed about a coordinate of a point. Karibu katika kipindi cha leo. Hii ni hesabu kwa shule za sekondari. Leo tunaendelea kujifunza topic yetu inaitwa coordinate geometry, na kipindi kilichopita tuliangalia coordinate geometry hiyo lakini tukaangalia coordinate of a point. Leo tutaangalia kitu kinaitwa gradient au slope, mteremko wa mstari, tunaweza tukaita katika mfumo huo. Okay. So you have to be in the position to understand or to be able to calculate the gradient of a given 2 points. So that's the aim of this lesson. Hakikisha kabla ya kipindi kuisha unaweza kukokotoa gradient au slope ya mstari mnyoofu. So the gradient now, or the slope, the gradient of the slope, this is the measure of steepness of the line. Steepness, how the line is steep. For example, just imagine I have these lines. For example, if I have these lines, and maybe I want you to push this this box from this point to this one, from this point to this one. You have the same box from this point to this one, from this point to this one, to this point to this one. So the same box with the same weight. This means a person that will push this one to this one will have much work to be done because of this slope. But the person, this one here, person maybe this one here, will have less work to do because there's no slope. You see, it is just horizontal. I think you have understood. Na chozungumza hapa ni kwamba mteremko au gradient ni namna gani hiyo line iko imelala au imesimama. Kwa mfano, nina box nataka nisukume kutoka hapa kuja hapa juu, na mwingine akasukuma kutoka hapa kuja hapa, na mwingine akasukuma kutoka hapa hii mstari mwekundu kuja hapa, na mwingine akasukuma kutoka hapa kuja hapa, na mwingine akasukuma kutoka hapa kuja hapa. Kwa hali ya kawaida, huyo aliyeko hapa, huyo aliyeko hapa, huyo aliyeko hapa atapata shida sana kusukuma boksi kutoka hapa kuja hapa kuliko mtu aliyeko hapa kusukuma hili boksi kutoka hapa kuja hapa, kwa sababu hapa kuna mpando mkali lakini hapa hakuna mpando, ni tambarare. Kwa hiyo ni ile hali ya kitu kuwa na mpando au mteremko au kuwa tambarare tunaita gradient au slope. So mathematically, slope is given by the change in y over change in x, and it is denoted by letter m. Kwa hesabu gradient au slope inakokotolewa kwa kutumia mabadiliko katika y ugawie kwa mabadiliko katika x. Tutaangalia namna ambavyo tunaweza tukatafuta mabadiliko kwenye y kwenda kwenye mabadiliko katika x. So you can see here now. Consider the graph below. This is the x-axis and this is the y-axis. Therefore, remember, this is our line or our slope. This is the line. So maybe I want you to push this luggage from this point to that one over there. No, we can say the point, maybe I want you to start pushing the luggage from this point to this one. So the slope will be the change in y. It means this point, the value of this point and the last point, and here in case of x, the first point and the last point. So the slope will be the change in y. We have said slope is equal to change in y over what? Change in x. So it means, what is the last point? If you move from this point to this point, it means
you are increasing y direction and you are increasing in x direction. So the slope will be the last point of y minus the first point of y over the last point reached in the case of x minus the first point of x. Okay, so that's how we calculate slope. Or it can be vice versa. Just imagine if I tell you to push the luggage from this point to this one, so it will be y1 minus y2 over x1 minus x2. Angalia mfano huu, nakwambia usukume mzigo kutoka hapa kuja hadi hapa, kwamba hii usukume utakuwa unaenda hivi. Sasa ukienda hivi unakuwa unaongeza upande wa x, unakuwa unaongeza upande wa nini, wa y. Sasa ili utafute slope, tunachukua sehemu ulipoishia upande wa y, tunatoa na sehemu ulipoanzia upande wa y, tunagawa na sehemu ulipoishia upande wa x, tunatoa sehemu ulipoanzia upande wa nini, wa x. Kwa tunapata kitu cha hivi. Kwa hiyo ni y2 toa y1, x2 toa x1. Lakini vile vile ni sana mtu aliyekwambia usukume huu mzigo kutoka hapa juu kuja wapi? Kuja hapa chini. Uteremshe. Kwa hiyo ukiuteremsha unasema ni y1 toa y2 juu ya x1 toa x2. Kwa hiyo usije ukakariri y2 maana hivyo. Unaweza ikawa kinyume chake. Sawa? Okay, so the example now, the example that we are going to do, find the gradient of the line joining 5, 1, 2, -2, 4, -2, 1, -0, -2, -3, -4, -7. So this is the example. Kwamba mfano tutafute slope au gradient ya pointi mbili. Hakisha lazima kuwepo na pointi ngapi? Mbili. Uweze ukatafuta slope ya mstari ya line ya point moja. Kwa hiyo 5,1 na 2,2, 4,2, hasi 1,0, hasi 2,3 na hasi 4,7. Kwa hiyo tutafute slope ya hizo. Okay, so the solution now, we know, let's take the a 5,1 and 2,-2. So slope we know is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. So if you have this point, the first thing to do, you have to identify what is x1, what is y1, what is x2, and what is y2. So this point, the first point, this is x1 and this is y1. This is x2 and this is y2. So y2 is -2. So I'm going to write here -2 minus y1 is 1. So the x2 here is 2 minus x1 is what? 5. So -2 minus 1, -3. 2 minus 5, -3. So the answer is 1. Okay. So B 4, 5, 2 and 0, 1, 0. So this is y2 and this is x2. Remember to categorize this one. So this is x1 and this is y1. So the formula is y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 is 0, so this is 0, minus is there, minus y1 is -2, so I have to put a bracket and put a -2 over x2 is -1 minus x1 is 4. So 0, this negative and a negative times negative, the answer is positive. So this is 2, 0 plus 2 is 2, -1 minus 4, this is -5. So the answer is -2 over 5. Hapa mfano ni tutafute hii hapa 5 na ngapi, na 5 na 1 pamoja na 2 na 4. Tutakachokifanya, hakikisha unaandika kwanza, hii ni y2, hii ni x2, hii ni x1, hii ni y1. Hakikisha unatambua hizo. Kitu cha kwanza, hakikisha unatambua hizo value. Baadaye kutoka kwenye formula sasa unajua kabisa hii ni y2, hii ni x2, hii ni x1, hii ni y1.
Kwa utasema y2 toa y1, kwa hiyo ni hasi 2 toa 1 kwa sababu hii ni 1, ugawe kwa x2 ni 2 toa 5. Kwa hiyo utaandika ni 2 toa hasi 2 toa 1, 2 toa 5. Ukitoa hasi 2 toa 1, hasi 1, hasi 3, huyu toa huyu hasi 3, ukigawa unapata 1. Mfano wa pili, haya, hii ni x1. Hakisha kitu cha kwanza ni kutambua x1 na y1. Hii ni x2 na hii ni y ngapi? 2. Kwa hiyo tunapata formula inasema y2 minus y1. Kwa hiyo y2 ni 0 hapa, toa hasi 2. Kwa hiyo ni 0 toa hasi 2, ugawe kwa hasi 1 toa 4. Hasi 1 toa 4. Huyu na huyu wanakuwa chanya. Kwa hiyo 0 jumlisha 2 ni 2. 1 toa 4 ni ngapi? 5. Kwa hiyo tunapata jibu hili hapa. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Okay, so the solution number C, we have the points -2, -3 and -4, -7. So the first thing to do, remember I have said you have to identify which is x1 and y1, also x2 and y2. So from there the solution or the formula will be the gradient is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. So this is y2, remember, this is x2, this is y1, and this is x1. Therefore y2 we have -7, so I'm going to put here -7. y1 we have -3, so minus -3, and x1